Okay bana, Devan alituma message na bibi Aziza kuulizwa kwamba hivi uko wapi, lakini bwana mkubwa Devan alikuwepo ndani kwa bibi Aziza, ila anawasha tatu. Mama yake kaanza kumfukia, wewe umeondoka, umeniacha peke yangu. Sasa mama Uzungukai akaja akazimwaga zile bangili ambazo kwamba zificha dhahabu. Ambia sasa unaficha mali, watu wako wanateseka, mkeo wako anateseka. Akaanza mama, ni kweli. Ambia mwanangu mimi anataka kujitetea. Bwana mkubwa foka. Devan kafoka. Ambia mama, unaniacha mimi nateseka. Mama naye msaliti, na mpaka mafuta Mungu wa chupa. Devan akaondoka. Sasa mama Uzungukai akamwambia hivi, hilo gango la kwako, naye kaa chini ulie. Huku bibie anatumiwa message na wazazi wake ya kuuliza kwamba uko wapi, lakini bibie hakujibu. Devan akamfuata rafiki yake Miswiti huku akiwa na pombe mkononi, akamwambia rafiki yangu, sasa hivi nimepoteza kila kitu. Mke wangu, wazazi wangu wananisaliti. Kila mtu alikuwa naye Mwanza ananisaliti. Bwana mkuu wa Miswiti akamsikiliza kisha akampokonya pombe. Ambaye sikiliza rafiki yangu, kwanza aache kunywa hizo pombe. Kila kitu kitakaa sawa. Tafadhali nakuomba usikate tamaa. Najua kwamba Azizi anakupenda. Wakati upo hospitalini vitu vingi vilitokea Devan, tafadhali nakuomba ujipe moyo na kila kitu kitasimama. Mwisho siku Miswiti akaondoka zake na kumwambia bwana mkubwa usinywe hizo pombe sana. Naye Devan akamwambia hivi swala lake la kazi alifanyie mpango. Kisha Devan akamwaga ile pombe na kulala sasa pale pale. Alfajiri yake bwana mkubwa alinusurika kuibua koti lake kisha akamkimbiza yule mwizi. Lakini wakati anajinyosha akapata kuiona sura ya bwana mkubwa Yavuzi. Sasa Yavuzi bwana anamwambia hivi, tafadhali Devan niruhusu nikusaidie. Najua jinsi gani unavyoteseka. Nakuomba sana. Lakini bwana mkubwa alimkatalia. Huku bibie naye anakurupuka kutoka usingizini, anampigia Devan, nimekutumia message, niambie uko wapi, uko sawa? Lakini anamwambia mimi nipo sawa, kila kitu kwangu kipo fresh. Huko nako boyfriend anafuatwa na bibie Bahari anamwambia boyfriend wangu nakuomba tutoroke, hii siku tumekuwa tukisubiria kwa muda mrefu. Lakini sasa boyfriend anamwambia hivi, mimi siko tayari kutoroka. Bibie yeye anang'ania kutoroka, lakini boyfriend mtu anamwambia mimi sipo tayari kutoroka. Sasa Devan akachukuliwa na kuletwa kwenye mgao bwana mkubwa Imra. Kufika pale bwana mkubwa Imra akaambiwa sasa aseme ukweli kwamba yeye ndo kachukua hizo pesa. Kweli bwana, Imra akakiri kwamba mimi ndiye nilikuibia hizo pesa na nikaziweka ndani, lakini mfanyakazi wangu naye akaziba. Cha ajabu ni kwamba Devan hakumind afanyaje. Anambia jamani, haina haja kuendelea kutupiana lawama. Lakini kuna huyu mzee kama hivi, nakukumbuka kijana wangu, wewe ni mtu mwema sana. Lakini Devan akamwambia jamani, mimi sina cha ziada na hapa. Mimi naombeni niondoke. Wakati naondoka, Yavuzi akamfuata. Yavuzi akamwambia tafadhali niruhusu nikusaidie. Najua una mwanangu na najua na mamangu. Tafadhali nakuomba sana nikusaidie. Lakini alikataliwa na bwana mkubwa Devan amesikiza na kuelewa vizuri na nakuona mimi sio taira. Akataka kuondoka. Yeye ataka kuondoka akafuata akamwambia sikiliza, unaonekana unamwamini sana Feruze, kuwa naye makini. Feruze ni mwanamke hatari sana.